Shalom, shalom, shalom. Nikusalimu tena katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Karibu tena katika saa hii ya uzima tele. Karibu tutafakari maneno ya Bwana. Karibu upate uzima, tena uzima tele ambao Bwana ameandaa kwa ajili ya maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Acha nimshukuru Mungu tena kwa ajili ya saa hii, kwa ajili yako ambaye umetenga muda wako kutufuatilia. Bwana akubariki na akutendee mema kwa jina la Yesu. Baba Mungu mtakatifu, mfalme uliye hai, asante kwa kutupa kibali na nafasi hii tena, mimi pamoja na watazamaji wangu hawa, katika jina la Yesu, kukutana tena kwenye madhabahu hii Bwana Yesu, ili kukusikia ukisema na ukifanya jambo kwa ajili ya maisha yetu. Baba, uinuliwe, utukuzwe mno kwa ajili ya neema hii. Pokea heshima hii katika jina la Yesu. Asante kwa mema ambayo Bwana umeachilia kwa ajili yetu. Mungu, karibu ukaseme nasi na kutufundisha na kutuelekeza. Roho Mtakatifu wa neno lako katika jina la Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Somo langu dakika hii linasema hakuna wokovu nje ya Kristo Yesu. Hakuna wokovu nje ya Kristo Yesu. There is no any salvation apart from Jesus Christ. Hakuna wokovu mbali na Kristo Yesu au nje ya Kristo Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Biblia inazungumza kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 4 na ule mstari wa 12. Acha nianze kusoma hapa. Biblia inasema, wala hakuna wokovu katika mwingine awaye yote, kwa maana hapana jina jingine chini ya mbingu walilopewa wanadamu litupasalo sisi kuokolewa kwalo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nini hapana wokovu katika mwingine yoyote isipokuwa ni katika Kristo Yesu tu? Mwanadamu alipoumbwa na Mungu, au Mungu alipomfanya mwanadamu akamweka katika uso wa nchi, alimweka katika hali ya ukamilifu. Lakini kuna jambo likatokea, mwanadamu akaenda kinyume na mpango wa Mungu na akapoteza wokovu, akapoteza uhai, akapoteza uzima. Tunakumbuka kwenye kitabu kile cha Mwanzo, Mungu alitoa warning, alimwambia mwanadamu ya kwamba siku utakapokula matunda ya mti niliyokuambia usile, siku kila utakufa hakika. Na Biblia inaniambia huyu mtu pamoja na mkewe wakala lile tunda, maana yake wakaenda kinyume na agizo na maelekezo ya Mungu. Walipoenda kinyume na maelekezo, Biblia inasema at that time mauti kaingia kwenye maisha yao. Mauti ilipoingia, wote wakawa wamepokea mauti, hali ya kufa. Kwa hiyo uzima ndani yao ukaondoka. Salvation, wokovu ukawa haupo kwenye maisha yao. Mahusiano yao na Bwana yakaharibika. Kwa hiyo ajenda ya Bwana ikawa ni kuleta wokovu. Maana yake ni kumwokoa huyu mwanadamu tena ambaye yuko chini ya utawala wa giza, yuko chini ya mamlaka ya shetani. Maana yake shetani ana uhalali na maisha yake, kumtoa kwenye utawala wa dhambi, awe chini au atoke kwenye mamlaka ya giza, awe kwenye mamlaka ya Mungu. Kwa Yesu akaja mwenyewe. Biblia inasema alikuja kwa walio wake, bali walio wake hawakumpokea, lakini wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika kwa watoto wa Mungu, ndio wale waliaminio jina lake. Kwa hiyo akawa amekuja ili ajitoe pale msalabani, afe kwa ajili ya wanadamu, abebe ile adhabu. Anasema kwenye kitabu cha Isaya 54 kwamba adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake, adhabu yetu ambayo tungelipata kwa kutenda dhambi. Maana Biblia inasema yeye atendaye dhambi, kwamba ukitenda dhambi mshahara wa dhambi ni mauti.
ni mauti. Kwa hiyo ikabidi yeye abebe ule mshahara ambao ni mauti, ili sisi tupate neema, ili tupate ule wokovu. Kwa hiyo kwa yeyote ambaye anamwendea apate uzima, apate wokovu, apate uzima tele, apate uhai wa milele, awe na uhakika na uzima, awe na uhakika na safari yake ya maisha, hata baada ya yeye kuwepo hapa duniani awe na uhakika wa kuona uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo hakuna wokovu katika mwingine awaye yote isipokuwa katika Kristo Yesu peke yake, maana ni peke yake amelipa gharama ya maisha yako, ni peke yake amekubali kufa na akafufuka. Peke yake mauti haikuwa na nguvu juu yake, peke yake kaburi haikuwa na nguvu juu yake, peke yake dhambi ameishinda pale msalabani. Kwa hiyo hakuna wokovu katika mtu mwingine isipokuwa katika Kristo Yesu. Mtu yeyote asikudanganye wala asikupe maneno ya matumaini ya kwamba unaweza ukaokoka, unaweza ukawa na wokovu nje ya Kristo Yesu. Nataka nikwambie hakuna mwanadamu mwingine ambaye anaweza kwa sababu ya wewe kuokolewa isipokuwa ni wewe kumwendea Kristo. Unapomkubali Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, unapomkubali Yesu kwenye maisha yako, unapokubali kazi aliyoifanya msalabani kwa ajili yako, unapokubali kazi aliyofanya kwa ajili ya maisha yako, unapokea wokovu. Haleluya, haleluya. Nataka nikwambie, Mungu kukuponya, Mungu kuweka huru, Mungu kufungua, hilo ni jambo jepesi kwake, lakini unahitaji kumkubali, unahitaji kumpokea, maana hakuna wokovu katika mtu mwingine yote isipokuwa katika Kristo Yesu. Biblia inasema neno moja la ajabu sana. Inasema neno moja ajabu sana kwenye Wakorintho wa pili ile sura ya 5 na ule mstari wa 17. Inasema hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Nataka nikwambie ndugu yangu, haijalishi unajiona wewe ni umetenda dhambi kiasi gani, haijalishi unajiona umekataliwa kiasi gani, haijalishi unaona umefanya vitu vinachukiza kiasi gani, leo hii ukikubali kumpokea Kristo, ukikubali kuachilia maisha yako kwake, ukikubali kupokea ule uhai wa Kristo aliyouleta kwa ajili yako, na kuambia uzima na msamaha wa dhambi utakuwa juu yako. Biblia inasema hata imekuwa mtu yeyote anapokuwa ndani ya Kristo Yesu anakuwa kiumbe kipya, ya kale yanapita. Manaka at the moment unampokea Yesu, unamkubali Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, tangazo la msamaha linakuwa juu yako, unasamehewa dhambi hapo hapo, unapokea uzima hapo hapo, unazaliwa mara ya pili hapo hapo, unafanyika kuwa mtoto wa Bwana. Maana yake haki zote za mtoto wa Mungu zinakuwa juu yako. Unakuwa na haki ya kufunguliwa, unakuwa na haki ya kuponywa, unakuwa na haki ya kuinuliwa, unakuwa na haki ya kutendewa lolote na Bwana, unakuwa na haki ya kuomba lolote na Bwana anakutendea. Nataka nikwambie, hebu kubali leo uingizwe kwenye ufalme wake kwa kumpokea Kristo awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Maana anasema mtu yeyote akiwa ndani yake, mambo yote ya kale yanapita, tazama yanakuwa mapya. Historia yako ya kale inapita, historia yako ya ujambazi ya kale inapita, historia yako ya ukahaba inafutwa, historia yako ya uzinzi inafutwa, historia yako ya uharibifu inafutwa, mambo yanakuwa mapya. Historia yako ya ulevi inafutwa, mambo yanakuwa mapya. Kuna mtu hapo unafikiria, hivi nawezaje kuokoka? Nawezaje kuacha hii tabia? Nawezaje kuacha ulevi mimi? Nawezaje kuacha uzinzi mimi? Nawezaje kuacha ukahaba? Nawezaje kuacha uongo huu? Nataka nikwambie ni rahisi sana. Ni wewe tu kumkabidhi Yesu maisha yako, ni wewe kujikabidhisha kwa Yesu, ni wewe kukubali ya kwamba mimi peke yangu Yesu siwezi, nahitaji msaada wako. Ni wewe kujisalimisha kwake, kusalenda mbele zake. Unapomwendea
ukaendea ukasema ninajisalimisha kwako, ninaomba Yesu nisaidie, yeye anaingia kwenye maisha yako, anabadilisha maisha yako, anaondoa ile tabia ambayo imekushinda, anaondoa ile tabia ambayo imekushinda kuiacha. Kuna watu wako tabia wanafanya dhambi za siri, wapo kanisani lakini kuna dhambi za siri unafanya ambazo mtu hakuoni, ambazo watu hawakuoni, lakini Bwana anakuona. Umekuwa mlaibu wa tabia hiyo, umekuwa mlaibu wa hizo tabia ambazo huwezi kuziacha. Nataka nikwambie Yesu anaweza kukusaidia. Anaweza kukusaidia, anaweza akakupa neema, anaweza akakusaidia ukaacha hiyo tabia, ukaacha hiyo tabia, ukawa ndani yake. Maana anasema ukiwa ndani yake umekuwa kiumbe kipya, ya kale yanapita. Wewe unachotakiwa kufanya ni kumkubali yeye awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako, ni kumkubali aingie kwenye maisha yako, abadilishe maisha yako, ageuze hatima yako, ageuze mfumo wa maisha yako. Yeye ataondoa hiyo tabia, yeye ataondoa hiyo tabia, atabadilisha mwenendo wako, atabadilisha maisha yako, atabadilisha hatima yako. Yeye ndo mwenye kazi ya kukuokoa wewe. Haleluya, haleluya, haleluya. Mkubali leo Kristo awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Mkubali Yesu aweke uzima ndani yako. Unapopokea uzima, unapompokea Kristo Yesu, kuna vitu unavipokea, kuna hukumu inaondolewa kwenye maisha yako. Biblia inasema kwenye ile Warumi ile sura ya 8 na ule mstari wa kwanza. Acha tusome hapo. Biblia inasema bleto la mela doshetele mandara baba sekete. Ile Warumi ile sura ya 8 na ule mstari wa kwanza. Biblia inasema blata kayama, inasema sasa basi hakuna hukumu ya adhabu juu yao walio katika Kristo Yesu, kwa sababu sheria ya roho wa uzima ule ulio katika Kristo Yesu imeniacha huru mbali na sheria ya dhambi na mauti. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwamba hakuna hukumu tena juu ya watu walio ndani ya Kristo Yesu, watu waliompokea Kristo. Hakuna mashtaka tena, hakuna uchawi tena. Maana yake waganga hawezi ukawa kapanga hukumu tena, hawezi wakatamka vitu vikakupata tena. Wachawi hawezi wakaloga ukalogeka tena. Wachawi hawezi wakatengeneza matunguli yao yakakupata. Hata kama ukichukua jina lako likawekwa mahali hawezi wakakupata, maana maisha yako yako ndani ya Kristo, maisha yako yako ndani ya Kristo. Wewe unakuwa umekufa, halafu Yesu yuko hai kwenye maisha yako. Maana yake unakuwa ni mtu usiyelogeka, unakuwa ni mtu usiyehukumiwa adhabu. Kwenye ulimwengu wa roho tena hakuna sheria ya dhambi ya kukuhukumu, maana tayari umewekwa huru mbali ya sheria ya dhambi na mauti. Maana yake mauti tena haina nguvu juu yako tena, maana yake dhambi haina nguvu juu yako tena, maana yake uharibifu hauna nguvu juu yako tena, bali uzima wa Yesu uko ndani yako. Bali yule roho wa uzima anakuwa na uzima, anakuwa na nguvu kwenye maisha yako, anakuwa anaachilia uhai ndani yako. Unatembea ukiwa na amani na furaha, unatembea na uhuru ukiwa na Yesu ndani yako. Nataka nikuambie neno moja, unapompokea huyo Yesu, anakuja ukaa kwenye maisha yako, anaweka makao ndani yako, anakuwa anatembea na wewe. Wewe na yeye unakuwa kitu kimoja, wewe na wewe unakuwa kitu kimoja, wewe na yeye mnakuwa ni mtu mmoja. Maana yake akisema umesema, maana yake akitembea umetembea, unakuwa huru. Hakuna mashetani wala uganga vinafanya kazi kwenye maisha yako. Nataka nikwambie, una shauku ya kuponywa, umekuwa unahitaji ufunguliwe. Hebu mpokee Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Kubali aingie kwenye maisha yako. Kuna mtu mmoja unaweza kuwa unasema, mimi mbona tayari nimeokoka, nimezaliwa kwenye hiyo dini. Nataka nikwambie, mahusiano binafsi ni muhimu sana. Yesu anapoingia kwenye maisha yako binafsi, na wewe uamue kukaa naye binafsi, uamue kujitenga na dhambi binafsi, uamue kujitenga na uovu binafsi, uamue kujitenga na tabia mbaya binafsi, umruhusu yeye afanye kazi na wewe, afanye kazi na maisha yako. Na kuambia maisha yako yatakuwa kawaida, maisha yako yatakuwa kawaida. Bwana ataachilia neema kwenye maisha yako, utaishi maisha ya amani, utafurahia wokovu, utafurahia kumtukuza Bwana, utafurahia kumwabudu Bwana, utafurahia kukaa na yeye. Utakuwa na uhakika wa uzima kuanzia hapa duniani hata baadaye mbinguni. Anasema kuanzia hapa utakuwa na uzima wake, na baadaye utamuona, na baadaye utamlaki mawinguni.